mama. Karibu baba, karibu sana. Karibu mwanangu. Karibu baba. Jamani mama. Sauko. Huko ni kwema kabisa. Karibu sana. Asante. Karibu mwanangu. Asante sana. Na begi mwana kitembeni kabisa maana. Soko safari hii sasa. Kwanza pole na safari, nimechoka sana. Asante sana mama. Asante, nashukuru. Na vipi bwana nyumbani panaendaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli tupo vizuri. Vipi masomo? Asi mama, namshukuru Mungu. Nimemaliza salama. Kweli masomo yako sawa kabisa, namshukuru Mungu nimemaliza salama. Nashukuru. Sasa bwana mama, taarifa nzuri nilionayo ni kwamba masomo yangu yamekwenda kama vile ambavyo nilikuwa natamani na kutarajia. Yaani ile hamu yangu, alama ambazo nilikuwa natamani nizipate kwenye masomo pale pale. Asante mwanangu. Nimepata ufahamu mzuri sana mama. Asante kwa kunifanyia vitu vizuri namna hiyo. Ndio. Pesa yangu haijapotea. Kweli. Nashukuru. Unajua kama baba angekuepo, naamini kwamba labda ungekuwa na kapati hapa ndani. Kwanza babako leo kama angekuepo singefanyaje hata sielewi. Lakini yote kwa yote ni mipango ya Mungu. Mungu kumtanguliza baba yetu mbele ya haki. Kwa hiyo sisi ambao tumebaki ni chaguo lake kuendelea kuwepo hapa. Kwa hiyo tunaenda tu kumshukuru Mungu. Tunasema Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Amen. Mama. Haya, vipi hiyo? Lakini kwa sababu nani? Sina njaa sana. Ngoja nikuulize mama kitu kimoja. Niulize. Usikasirike lakini. Yaani tajilisi? Mimi sitaki. Wewe ndio unataka nikuulize mama. Niulize mwana. Usije ukachukia lakini. Wala siwezi kuchukia. Usichukie? Niulize mwana. Kuhusu Asia. Asia ameshaolewa. Mama, Asia anazungumza yule ambaye alikuwa mchumba wangu yani. Ameshaolewa kweli? Mama, asa Asia ameshaolewa au ni kwa sababu tu ulikuwa umtaki tangia mwanzoni mimi niwe? Yaani kwanza Asia hawezi kukaa katika familia yetu. Familia ya Asia nikimwangalia hawezi kabisa kuingia kwenye familia yangu. Sababu siwezi Asia. Mama, ili swala tangia mwanzoni ulikuwa unaongea Asia hawezi kukaa kwenye familia. Lakini mama Asia mimi nakaa naye mimi. Kumuoa mama Asia nitamuoa mimi. Naenda kuishi naye mimi mama. Sasa hapo tena nani kusema kwamba Asia hawezi kukaa mama? Sio kwamba atakuja kukaa hapa ndani. Mimi nitaenda yani kumuoa mimi nitaenda kuishi naye mbali. Tofauti na hapa nyumbani. Acha kuniambia bwana Asia kaolewa. Asia anaolewaje mama? Hivi tu. Hata kama utakaa naye mbali. Asia kwa tabia zake ninavyoziona. Asia atakusumbua. Tena atakusumbua kweli, lakini ameshaolewa. Yupo kwa mume wake Asia. Asia umwezi wewe. Watangia mwanzoni kuna namna ulikuwa unampinga Asia. Sawa. Labda kwamba utasema kwamba alikuwa anafikiria kwamba labda huko ni kwa sababu tu kwamba ulikuwa unajaribu kunilinda nisije nikavuruga masomo yangu. Lakini sasa hivi nishamaliza masomo, pia bado msimamo wako mama ndio ule humtaki Asia, humtaki. Asia simtaki kwenye familia hii. Mama, hebu jaribu kunifikiria mimi mwanao. Kama unapitia yani kwenye wakati wa furaha kama ambao tayari nishamaliza masomo na kuja tu kuapply kazi na kupata kazi ni uhakika. Tena mama unakuja tena unanikia kikwazo mamangu. Kwa nini? Hawezi kuingia kwenye familia hii mwanangu. Alafu Asia ni mtu wa mitaani. Yaani Asia yupo tu. Yaani mimi Asia kwa kweli haiwezekani. Wewe umetoka huko chuo, umeona wanawake wangapi mwanangu? Ina maana hujampenda hata mmoja? Mpaka Asia. Asia atakusumbua. Mama, mimi naomba nikapumzike bwana. Sawa, utapumzike kidogo. Hivi unadhani hao majibu yako namjibu kwamba kirahisi rahisi kwamba nimetoka kwa Aisha? Aisha yupi ambaye mimi namjua? Au unapenda kunichanganya changanya ubongo wangu? Hivyo mwanamke. Hivyo unajikuta nani? Kwani kila siku nakwambia unielewi? Ukifanya nini? Yaani hivi umenisahau labda? Na kupigia simu upokee simu. Alafu niambia eti nilikuwa kwa Aisha. Simu umeacha ndani una. Jamani, nini kaka?
Si kaka, unapiga sana ndugu yangu, unapiga sana. Wewe ni mwanamke. Acha kufanya hivyo bwana. Utamuumiza, utamvunja, utafungwa kaka. Kwa nini? Brother, nini? Usifanye hivyo ndugu yangu. Wanawake wapigwi hivyo. Nini? Hatujuani. Hatujuani, narudia tena mara ya pili, hatujuani. Unijui, sikujui. Ndugu yangu, hii familia ujue. Mapenzi hayaingiliwi hata siku moja. Sawa? Fanya maisha yako. Fanya maisha yako mboi. Mapenzi hayaingiliwi. Afi familia yangu, sawa? Sawa kaka, nisikize sawa. Unajua mimi sio kama nakupangia. Najaribu kukunasihi na kukuhusia kwamba hao wanawake atakapotoka hapa anapokwenda dawati la jinsia kule kushtaki ndugu yangu unakamatwa, unafungwa. Wewe ni mwanamume mwenzangu na kuelekeza tu. Unanisia nini? Mbona ifanye unamtetea sana? Unamjua wewe? Unamjua? Oh, mbona nitakupoteza ujue, umesikia? Yaani unijui vizuri ujue, sawa? Na nakwambia hivi, sikia. Fanya maisha yako, potea kwanza. Potea. Ingia ndani, nikirudi sikukute. Si jamaa. Lazima kauzu kinoma. Dadangu wewe. Pole sana, pole sana. Sia. Asia. Hivi ni nini hiki ambacho nakiona mbele ya macho yangu? Nashindwa kabisa kuamini macho yangu hiki ambacho nakishuhudia sasa hivi. Nimetoka, nimekwenda masomoni, tuliahidiana. Tena kwa ahadi ambazo ni madhubuti kabisa. Ya kwamba unaniruhusu na kwenda masomoni, nikirudi tunafunga ndoa. Lakini ni kwa nini naona sasa hiki ambacho nakiona sasa hivi hata kama sitaki kukiona? Wewe ni mke wa mtu kweli sasa hivi, mke wa mtu. Ni muda mchache tu nimetoka nimeenda masomoni. Leo nakuja naambiwa ni mke wa mtu. Lakini mbaya zaidi ni mke wa gaidi. Mtu anakupiga, jamaa gaidi sijui ni jitu gani, anakupiga na kufumua na bado unaendelea kuvumilia. Sawa kama wewe una uwezo wa kuvumilia haya, lakini mimi moyo wangu hauwezi kuvumilia kuona unapitia kwenye hali hii. Sio, unanielewa? Natamani yale mapenzi yetu ya zamani yarudi. Haijalishi wewe ni nani sasa hivi, ni mke wa mtu au ni nani. Mimi niko tayari kuyasahau yote au kujifanya kama mtu ambaye haoni. Sio, unanielewa? Unajua hiki unachokiona ni kweli kabisa, sio ndoto wala nini. Na hiki kilichotokea sasa, naomba unisamehe sana na unisamehe kwa kuvunja ahadi. Kwa sababu kilichotokea mimi si maamuzi yangu, mimi simpendi yule bwana na sidhani hata kama yeye ananipenda. Ila ni wazazi. Shinikizo la wazazi wake yeye na wazazi wangu. Ndio walioamua sisi mpaka leo tunaishi kama vile ugomvi kila siku. Kwa hiyo mimi sijafanya kusudi, nisamehe sana. Sasa hivi na maisha yangu tunaomba uniache. Nateseka, sipati furaha, sijui nimekuaje. Niache baba na maisha yangu, endelea na maisha yako, tafuta mtu mwingine kwa sasa mimi ndio hivyo, ni mke wa mtu, nimeelewa. Unateseka afu nisimulie maisha yako. Vipi? Mbona kuona kama umevurugwa? Inakuwaje? Mama hebu ngoja sasa. Mimi nikae hapa labda nitanielewa angalau hata. Hivi mama, hata kama sawa mlikuwa hamtaki, mimi sawa niwe na mahusiano na Asia. Lakini pia mnaridhika mtaa huu kuona huyu mwanamke jinsi ambavyo ananyanyaswa vile, anavyopigwa vile, anavyobondobondwa kila siku kweli? Na ndio maana nilikwambia ile familia haieleweki. Nilikwambia. Na ndio maana unakuta kwamba vipi? Anapigwa. Unajua anachopigwa mwanao? Kwa hiyo mama, unaridhika kabisa kuona unajua anachopigiwa pale nyumbani kwake, yule ni mjeuri. Kwa hiyo jeuri yule angenifanyia mimi, angekufanyia wewe mwanangu, ungekuwa huna amani.
Na ndio maana nilikwambia vipi, huko ulipokuwa chuoni, tafuta mchumba huko chuo. Mama, wewe unachokuomba yule achana naye. Na yule mwanamume ni mkorofi. Ukimfuatilia yule baba. Ina maana mama nawe pia unaridhika na hiki ambacho kinaendelea anapopigwa? Kama sijaridhika ina maana yule anapigwa, huwezi kujua mambo yao ya ndani. Ndio maana anapigwa. Wewe mtu asikii. Lakini mama hizi mama ngoja ngombe kitu kimoja bwana. Yule mwanamke mimi hakuna namna ambayo naweza kukubali uone anateswa vile alafu nikaangalia tu. Labda kama ningekuwa sipo. Na ndio maana hao yote hata hiyo ndoa wakati inafanyika kama ningekuepo na hapa mimi singetokea hiyo. Sasa leo unafanyaje? Unaondoka unaenda wapi? Mama, sasa kama unaenda wapi? Hebu kaa hapa. Mimi ni mama yako. Sasa mama hatukai hapa hata nikikaa hapa tuelewani na mama. Hapa. Wataka uniambie nini mama? Yule mwanaume ni mkorofi. Watoto wanamjua. Hata yule Asia kwenda pale kwa yule mwanaume kwa sababu anafanana. Ila yule mwanamume ni mkorofi. Na akigundua kwamba umefanya nini, baba nyumba itachomwa moto. Lakini mimi ni mamako ndio nishakueleza hayo mafupi. Baba unatishia. Ndio nishakwambia kama una nani wewe nenda kamfuatilia Asia. Nyumba yako itawaka moto. Sioni hapo bwana. Fanya mama unataka. Mimi mwenzako hapa akija na milani yake na kutoa nje. Hapa nyumbani kwangu kusiungue moto. Wengine wakapata shida. Mama mimi nakwambiaje? Sasa hivi hii dunia ambayo tuko nayo hii, hata wawili tunaenda hivyo hivyo. Sasa utakaa wawili na mume mwenzio? Haya bwana. Masudi, nimefuata hela ya mboga. Kwa sasa wewe mwanamke umefika kipindi mpaka tunafuata hadi maskani. Kicha gani unaletea unamaanisha nini? Sasa rafiki yangu ulivyotoka pale ndani, umeacha kuna shilingi 50 tu. Haya 50 naenda kununua nini? Wakati hamna chochote mle ndani. Wewe umefaa kuja huku maskani kukaa sasa hivi. Wewe unataka mimi nilale pale ndani, si ni nani? Sasa wewe uone kwamba huu ni muda wa kula au? Lazima kula nyumbani. Kama wewe unahitaji kula nyumbani, basi mimi nahitaji kula. Hivi unihurumie na huu mwili wenyewe, hivi kweli nisile? Natoboa mie? Hivi unataka tuishi maisha gani wewe mwanangu? Unataka tuishi maisha gani? Si unajifanya malaya. Oa, nani chuga? Kinde buku. Mimi baadaye mimi nitakukinda buku yako. Sasa buku inatosha nini? Nenda kununua nini hapa? Si unga tu. Hivyo fara. Hebu ondoka, toka. Hivyo maisha gani unachukulia? Kwa sababu nataka nikupe 10,000 au? Buku sinatosha kununua unga. Mbona napata wapi mimi? Tulia, kaa kimya. Kwanza ondoka, basi nipotea. Toka. Mwanzo wengine wanae kuchanganya tu ubongo wangu tu muda wote tunazokufikiria zilesi. Kwenye utumbo tu. Mwenye mambo. Poa shwari. Shwari. Mzima? Mzima, karibu. Asante. Sikia sasa, kwenye mboga nipimie unga nusu, nyanya za 200, kitunguu na karoti. Lakini unakumbuka nakudai? Ndio nakumbuka kwamba unanidai, ile hela yako nikienda nyumbani nakuletea. Sio kweli bwana. Hii biashara ujue. Wewe unaleta masiala kwenye biashara ujue. Sio masiala. Unaleta masiala kwa sababu gani? Nakudai 2,000. Nipe kwanza deni. Unajua nyinyi ndio mnanifilisi nyinyi. Na nyinyi mnanifilisi, unaona? Biashara inapungua kwa ajili yenu nyinyi. Sasa sikiliza. Ukileta 1,000 yangu ndo wote na 1,000 nyingine nikupimie. La sivyo, hela mimi sikulishi na sikupimii kitu chochote. Nishakata hela yangu bado buku. Mbona hivyo lakini mimi si nimekwambia na nikienda nyumbani nakuletea. Yaani service sikopeshi kabisa. Kwanza nyinyi sio waaminifu. Mnakopeshwa mnakaa wiki, mwezi kwenye biashara yangu. Mnanifilisi. Manywele za size mwanangu. Shikamoo mama. Mama vipi yani? Karibu. Asante. Karibu mama. Asante. Nyanya mzigo nimeleta mpya kabisa mama. Angalia mzigo mpya. 200 tu mama. Una mdeshi ngapi?
Huyo? Huyo nilikuwa namdai 2000 lakini kanipa 1000 bado 1000. Basi ngoja nimlipie. Ngoja nimlipie. Maana naona yeye mzozo mkubwa. Ngoja nimlipie. Bwana wewe usipoweka mikazo kwenye biashara utoboi mama. Kwa ndio Asante mama. Haya, leo chukui nyanya. Mimi si chukui nyanya leo. Nimerudi hivi. Lakini mzigo mpya. Hapa labda nikukope. Basi baadaye. Baadaye mama. Mama nakusikiliza. Tangu mwanangu amerudi kutoka chuo mpaka sasa hivi kila akikaa Asia, sihitaji hilo jina. Alafu nitotaka kuambia pesa nilokulipia pale sio kama mimi ni tajiri au mimi labda wewe nakupenda sana. Mimi wewe sikupendi sana, unanielewa? Nataka mwanangu nataka atulie, asiwe na wewe. Kwanza wewe maisha yako magumu, maskini, umesikia? Sihitaji hivyo vitu kuwa na mwanangu. Na kama utaendelea mimi sitakubaliana na wewe. Sasa mama, shida hapo ni mimi au mwanao? Shida yote mnayo kwa sababu mwanangu mimi nishamkanya, ila sasa nimeamua kufuata wewe. Sitaki umzoee mwanangu. Sitaki. Kwanza mimi na maskini, alafu maisha yako magumu. Mwanangu wewe unampataje wewe? Hata kama una mume wako sasa ndio tule kwa mume wako, mara fuku kumzaa mtoto wako. Sasa tatulia tu. Basi hamna shida, mimi nimekuelewa, ila ongea na mwanao. Mwanangu mimi nitaongea naye. Na nimeshaongea naye, nimeshamaliza na mwanangu. Na ndio maana nimekufuata. Mwanangu hawezi kukaa na maskini kama wewe. Mwanangu hawezi kukaa na mtu wa mitaani kama wewe, haiwezekani. Sio, unanielewa? Mwanangu ni msomi. Wewe. Nashukuru, hamna shida. Shuna utaichukuliaje mimi hadi ananiambia maneno kama haya?